Mimi ni Justus, msaikolojia wako, na hii ni Hatua Insight. Hii ni insight muhimu ambayo unatakiwa kuwa nayo. Ni kwamba ninafanyaje niweze kupata fursa za nje ya Tanzania. Leo nataka kuongea na wewe kwamba fursa nje ya Tanzania zipo. Kuna mambo kadhaa yanayotukwamisha wa Tanzania. Moja ni kutokuwa na taarifa sahihi kuhusiana na fursa mbalimbali. Lakini la pili ni lugha, kutokuwa na competence, kutokuwa na uwezo mkubwa wa kuimudu lugha ya Kiingereza. Na of course wa Tanzania tuko vizuri kwenye kuongea Kiswahili. However, sio wote, lakini wengi tunaweza kujieleza kwa Kiswahili. Lakini changamoto tunayokutana nayo kupitia Kiswahili chetu ni kwamba hakitumiki sana huku nje, na ikiwezekana hakitumiki kabisa. Mimi naweza nikakwambia kama sijapiga simu nyumbani, sina mtu wa kuongea naye Kiswahili. Ninafanya kazi kwenye taasisi ambaye mtu mweusi niko peke yangu. Hiyo moja. Lakini mbili, sio tu mweusi niko peke yangu, hamna anayeongea Kiswahili. Anaweza akawepo mzungu ama Mwarabu anayeweza kuongea Kiswahili, hamna hata mmoja. Kwa hiyo hapa ni either niwe nafahamu ama namudu kuzungumza Kiingereza ama Kiarabu. Kiarabu ninajua tu salamu. Sasa ili uweze kuzikabili fursa za nje, hakikisha una taarifa sahihi nini kinahitajika huko nje. Na mbili, ninazo tools, ninazo nyenzo za kunifanya niweze kusurvive huko nje. Sasa kitu kimoja cha muhimu unachotakiwa kuwa nacho ili uweze kwenda kufanya kazi nje ya Tanzania, ili uruhusiwe kutoka nje ya mpaka wa Tanzania, lakini pia uruhusiwe kuingia kwenye nchi unakotaka kwenda. Leo nataka nizungumzie hiki kitu. Hii ni passport, ni hati ya kusafiria. Lakini kuna story nyingi behind hii kitu, kwamba passport ya kusafiria inapatikana kwa ugumu, sijui lazima uonge, sijui lazima uwe na mtu anakufahamu. Yes, lazima afisa mtendaji wako wa kijiji ama wa mtaa wanakufahamu, aweze kukuandikia barua ya kwamba wewe ni Mtanzania. Lazima, lakini lazima uwe na taarifa za uraia wa mzazi wako. Kama mzazi wako hana NIDA, hana passport, unachotakiwa kufanya ni kwenda kufaili kiapo mahakamani, kinaitwa affidavit. Alafu baada hapo utaingia kwenye mchakato wa kuomba kupewa passport. Sasa hii passport, niwaambie ndugu zangu, ni kitabu kadogo lakini kana nguvu. Ni kitabu ambacho kwa saizi unaweza ukakaficha hata katikati ya viganja vyako, lakini huwezi kuingia kwenye nchi, huwezi katika baadhi ya mazingira, huwezi kutoka kwenye nchi bila kuwa na hii passport. Kwa hiyo hakikisha upo nayo. Gharama yake, yani ukiangalia utakayolipia sijui pale serikali ya mtaa kufaili kiapo, ile affidavit ya mzazi, kwenda kulipia internet cafe, kulipa mwanasheria atakaye kugongea muhuri zile fomu ambazo utakuwa umejaza kwenye internet cafe, gharama yake ya passport inaweza ikawa nadhani ni 1,500,000. Kwa hiyo na hizi gharama nyingine zinaweza zikacheza kwenye 50,000 ama isizidi 100,000. Kwa hiyo ukitenga 2,500,000 inakutosha kwenye mchakato wa kupata passport. However, inatokana na distance unakoishi, inatokana na eneo ambalo unaishi. Kama unaishi mbali na huduma fulani, mfano unaishi mbali na ofisi za uhamiaji, inaweza ikakugharimu gharama za nauli, malazi, chakula na vitu vya namna hiyo. Lakini kama unaijua fursa unayotafuta, unajua kwamba nahitaji kutoka nje ya Tanzania, hizo gharama zinatakiwa kuwa zinakukereketa kwamba lazima nipambane nitoke nje ya Tanzania. Kama bado unaishi, ina maana unakula, na kama bado unakula, ina maana unafanya kazi. Sasa sijui unafanya kazi gani. Hiyo gharama unayotumia pengine kwenye kumiliki hiyo smartphone ulionayo, same cost, gharama hiyo inaweza ikatosha kupata passport. Ukisha kuwa na passport, ina maana fursa zikitokea, ukitafuta taarifa sahihi, fursa zikatokea, ni rahisi kwako wewe kwenda ukazigrab hizo fursa na ukapambana. Ninataka nikusihi kwamba kama unaweza kutumia nguvu kubwa kubishana kuhusiana na timu za mpira wa miguu,
kama unaweza kuchelewa kulala ukiwa unaangalia mechi za Ulaya, kama unaweza kuwa na taarifa nyingi kuhusiana mchezaji yupi kahamia wapi, analipwa kiasi gani, unaweza kuwa na taarifa sahihi kuhusiana na masoko ya ajira, kitu kinachohitajika ama vitu gani unahitaji kuwa navyo ili uweze kuzigrab hizo fursa zinazopatikana kwenye soko la ajira. Tukipata nafasi nyingine nitakuja kueleza kwa wale ambao wana taaluma namna ya kuattestify vyeti vyenu na kwenda kwenye mchakato wa kupata kazi. Hakikisha unayo passport. Je, unayo? Mimi ninayo, na wewe hakikisha unayo. Ninakushauri kwa sababu ninajua umuhimu wake.